Shalom. Karibu tena katika wasaa mwingine wa Njoo Ule Ukue. Somo la leo ikiwa ni utoaji mzuri na utoaji mbaya. Somo letu la 6 tunaenda kuangalia utoaji mzuri na utoaji mbaya, yani utoaji mzuri wa sadaka na utoaji mbaya wa sadaka. Basi tumkaribishe Roho Mtakatifu, tuombe nguvu zake zikapate kuwa pamoja nasi ili yale yote ambayo tunaenda kuyafanya kapate kuwa sawa na mapenzi ya Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako sasa na wakati mfalme, tukikushukuru kwa ajili ya sana wakati huu Mungu, kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo umeachilia, kwa ajili ya kibali ambacho imekupendeza Bwana kuachilia kwa ajili yetu, kwa ajili ya somo hili la utoaji mzuri na utoaji mbaya. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako nikiomba rehema kwa ajili ya jambo lote ambalo yamkini Mungu nimetenda na limehesabika ni machukizo mbele zako. Ninaomba rehema kwa ajili ya watoto wako, na hasa wewe anayetazama video saa hii na wale wote ambao watakuja kuitazama wakati mwingine. Baba, katika jina la Yesu Kristo naomba rehema zako, utakaso wako ukapate kupita, ukapate kuturehemu, ukapate kutakasa, ili nguvu zako, uweza wako, mamlaka yako zikapate kuwa pamoja nasi. Karibu Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako, ukapate kufungua fahamu zetu, akili zetu, kinywa changu ukapate kukishika, ili yale ambayo naenda kufundisha watoto wako yakapate kuwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Kiendelea kufungua na fahamu za watoto wa Mungu waweze kuelewa kile ambacho Bwana amekusudia kwa ajili yao siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Sifa na utukufu, heshima na adhabu za kwako peke yako. Amen. Basi leo tunaenda tu kuangalia kwa habari ya utoaji mzuri na utoaji mbaya, na tutalenga zaidi kwa habari ya hizi ni sadaka kwa ujumla, kwamba unaweza kumtolea Mungu kwa utaratibu ule ambao anataka umtolee, lakini ukawa sio mzuri sana. Tukianza na Zaburi ya 50. Zaburi ya 50 pale mstari wa 12, neno linasema, kama ningekuwa na njaa nisingekwambia, maana ulimwengu ni wangu navyo viujazavyo. Lakini pia tukienda katika Malaki 3, neno la Mungu linasema, Malaki 3 kwanzia ule mstari wa 8 inasema, kwanzia mstari wa 8, Malaki 3 kwanzia mstari wa 8. Mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Hapa Bwana anasema wanamuibia. Na kwa sababu hiyo, maana yake kwamba zile baraka ambazo wangezipata hawawezi kuzipata. Ni kwamba walikuwa watoi? Hapana, inawezekana kuwa wanatoa, lakini kwa hawatoi kwa njia ambayo ni njema. Inaendelea kusema, leteni zaka kamili ghalani. Maana yake hapa inawezekana watu walikuwa wanatoa zaka. Sasa hizi ni hapa tunaangalia tu utoaji kwa ujumla wake, lakini hapa Mungu alikuwa anaongelea zaka. Anasema leteni zaka kamili ghalani. Maana yake mtu anaweza akatoa zaka lakini sio zaka kamili. Unapokea 300,000. Unatoa zaka 10,000 au 20,000. Hiyo sio zaka kamili. Zaka kamili ni 30,000. Ili kiwepo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla wakati wake katika mashamba, sema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, sema Bwana wa majeshi. Sasa hapa maana yake ni kwamba unapotoa sawa, sio tu zaka, unapotoa sadaka aina yote ambayo ni sadaka ambayo Mungu ameisema uitoe, maana yake kwamba baraka zake zinalala hapo. Ndio maana yake. Iwe ni zaka, iwe ni malimbuko, iwe ni dhabihu, iwe ni shukrani, iwe ni sadaka kujiweka wakfu, vyote sadaka ziko aina nyingi. Ziko za aina nyingi tofauti. Unapotoa toa vizuri, kwamba unaweza ukawa unatoa vibaya kwa namna gani? Sadaka kwa wahitaji. Kutoa vibaya maana yake nini? Kutoa vibaya maana yake kwamba kwanza unatoa kiushabiki. Hii ni kutoa vibaya. Yaani kwa sababu kila mtu anatoa basi na wewe unatoa.
Aya, kuna utoaji mbaya pia kwamba unatoa ili uonekane. Yaani kwamba kama ni kanisani, ni kwenye huduma, ni kwenye nini, unataka uonekane, au ni matendo huruma unaenda unataka upige picha, uonekane, usemwe vizuri, ufanye nini. Huo ni utoaji mbaya. Unatoa lakini unatoa kwa moyo ambao ndani inawezekana huku nje utaki watu wakuone, lakini ndani unasononeka, yaani unalalamika. Utoaji mbaya. Utoaji ambao unatoa kama vile unampa Mungu hisani. Tumesikia Zaburi ya 50. Hata ningekuwa na njaa nisingekwambia, maana vyote vijazavyo ulimwengu ni vya kwangu. Yaani unamtolea Mungu kama vile unampa hisani. Hiyo pia ni utoaji mbaya. Utoaji mwingine ambao sio mzuri ni ule unatoa kitu kilicho kamili lakini unanungunika. Au unajua kabisa napaswa kutoa hiki hapa lakini hutaki. Au unajua kabisa Roho amekusemesha, yaani una hakika hicho aidha amekusemesha kwa ndoto, amekupa neno la maarifa, au amekuelekeza kwa namna yote ile ambayo kabisa una hakika hapa Roho ananisemesha, lakini hutoi kwa staili hiyo, unafanya vya kwako. Kwa mfano anaweza kama amekwambia peleka hii sadaka kwa mtumishi X, au unasali kanisa W anakuambia peleka sadaka yako kanisa K, au umeshazoea kufanya utaratibu wako fulani, anakuambia hii sadaka mpelekee mtu X, lakini wewe husikilizi kwa sababu unaona haiwezekani, au inawezekana lakini ujisikii, utaki kutii maelekezo, unapeleka kule ulikoshazoea. Hiyo pia sio utoaji mzuri. Neno la Mungu katika Mathayo, Yesu anawaambia Mathayo 6. Anasema ule mstari wa 3 na 4, neno linasema hivi, yaani Yesu anasema hivi, amina nawaambieni wamekwisha kupata thawabu yao. Kwanza tuanzie pale 2, tuanzie 1 itaeleza vizuri. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu. Hii kuanzia Mathayo kwa zile mstari wa kwanza, sura ya 6 mstari wa kwanza. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Ndio tunaambia usitoe sadaka ili watu wakuone, ili watu wakusifu, ili watu wakufanyie sijui nini. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako. Hiyo ndio kwamba unaenda kwenye matendo ya huruma, unataka kila mtu ajue kwamba fulani katoa hiki. Kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Au unatoa sadaka yako kanisani, kwa mfano labda umeamua kwenda kupamba siku kanisa, Christmas au nini. Unataka wakutangaze. Au umepata pesa yako umeamua kumtolea Bwana, unataka kila mtu akusifu. Kuhani akusifu, sijui nani akusifu, yaani kila mtu atambue kwamba wewe umefanya kile kitu. Amina nawaambieni wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Tuambiwa sadaka iwe kwa siri. Inawezekana ikawa utoi pesa, inawezekana ukawa una pesa, au umeamua tu kwamba mimi nahakikisha kwamba kanisa linakuwa safi, au sehemu ya kusalia panakuwa safi. Kwa hiyo watu wakija wanapakuta pasafi. Unaenda kufanya tu usafi. Hiyo ni njema mbele za Mungu. Yaani Mungu atajitukuza kwa ajili yako. Wala uhitaji hata kwenda kupiga panda. Mungu tu mwenyewe atakutukuza kwa kadiri anavyoona inafaa. Lakini unapoenda kuanza kupiga panda, kutafuta sijui media, kufanya nini, kuhakikisha kila mtu anakuona, unaenda pale, unajisifu, unataka sijui nani ajue nini, afanye nini. Anayepokea sadaka yako unaanza kumpangia namna kufanya. Hasa kama kwa mfano sadaka kama zaka, huwezi kufanya hivyo. Hiyo ni kwani mtumishi wa Mungu upaswe kumuelekeza cha kufanya. Yeye ndo anapaswa kujua na atafanya nayo nini. Anajua. Lakini unaanza kumwambia nieleza zaka yangu, nataka sijui ijenge kitu gani. Haiendi hivyo. Tunapaswa kuwa kwanza unakuwa mkarimu, unatoa kwa unyenyekevu, lakini pia unajua unayempa ni Mungu. Na unampa vizuri. Lakini pia tunakumbushwa kwa habari ya utoaji katika ile Yakobo. Nasema hivi,
ile sura ya kwanza mstari wa 27, Yakobo inasema dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kumtazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kwa hiyo manake mbele za Mungu utoaji, kumjali mjane, kumjali yatima ni sadaka njema mbele za Mungu. Kwenye somo lililopita tuliongea sana kwa habari ya sadaka ya Kaini na Abili. Kaini alimtolea Mungu, Abili alimtolea Mungu, lakini tofauti wa Kaini na Abili ni moyo uliobeba ile sadaka, unyenyekevu, tayari kutoa kwa shukrani, kujua kwamba huyu ni Mungu nampa, simpi mwanadamu. Vyote hivyo vinaonyesha pia unajua unavotoa, unatoa kilicho safi, kilicho kamili. Yaani na ndio kukumbusha, sadaka yoyote ukitoa isipokuwa inauma unatoa mzano, unatoa change. Tunaambiwa kwa Yesu alimwona, alikuwa amekaa na wanafunzi wake, akamwona mwanamke mjane ameenda kutoa senti mbili. Yesu akamsifu. Sio kwamba yule mwanamke ndio pekee alikuwa anatoa, hapana, kwa kuna watu wengine walikuwa wanatoa pia, lakini alimuona yule mwanamke kwa sababu alitoa kila kitu alichokuwa nacho. 1, 2, alitoa kwa unyenyekevu mkubwa sana. Wengine wote walikuwa wanatoa kile kilichokuwa kimewazidi. Kwa hiyo mpendwa, kuwa mwangalifu sana katika utoaji wako ili baraka za Mungu zitembee na wewe. Pia kutoa kwa wakati, kwa majira na wakati. Yaani kila kitu kitoe kwa muda na majira. Yaani Mungu anatembea kwenye muda, anatembea kwenye majira. Yaani hicho sawa. Ukijua hivyo, utapungukiwa. Bwana akubariki. Neema ya Mungu ikapate kuwa na wewe. Usiache kumtafuta Bwana, usiache kutoa sadaka. Maombi yako yoyote yale unayoyafanya, hakikisha yanaenda na sadaka ndani yake. Sadaka yako ndio utambulizi mbele za Mungu, utambulisho wako. Sadaka yako kwenye ulimwengu wa roho, hata wanaomtolea shetani wanajua ukitoa sadaka ndipo inapoenda kunena, kwa sababu kuna mahali unapoenda uwezi kufika, sadaka yako itafika. Kwa hiyo sadaka yako italia mbele za Mungu. Usiache, yani hata maombi yawe mafupi kiasi gani, madogo kiasi gani, daima ambatanisha na sadaka. Tutaendelea kujifunza kwa habari ya sadaka katika masomo yajayo. Bwana akutie nguvu, akubariki, akutunze. Basi tuende mbele za Mungu tukamshukuru. Mungu wetu wa baba yetu, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani, kikushukuru kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa kuweza kujifunza kwa habari ya utoaji mzuri na utoaji mbaya. Bwana naomba tuendelee kusaidia, tufanye vile ambavyo Mungu unataka ili tuweze kubarikiwa, lakini pia tuweze kulitukuza jina lako, ili katika yote na juu ya yote jina lako Mungu likapate kutukuzwa. Sifa, utukufu, heshima na dhamana za kwako peke yako. Amen. Bwana akubariki sana. Nikutakie jioni njema na neema ya Mungu endelee kutembea na wewe. Shalom.